Uwanja ulikuwa kama bahari tulivu iliyojaa matumaini. Kila sauti, kila pasi, kila kelele ya mashabiki ilikuwa kama wimbi lililobeba ndoto za wananchi kuelekea ufukweni mwa ushindi. Lakini katikati ya ule uzuri wa mchezo, ghafla anga la soka likabadilika. Kuna nyakati katika soka ambazo ushindi hupoteza ladha yake. Kuna nyakati ambazo nderemo za mashabiki hubadilika na kuwa kimya cha majonzi. Pacome Zouzoua, yule mchezaji mshale wa Yanga aliyezoea kulenga bila kukosa, alianguka, na si kuanguka kwa kawaida. Ilikuwa kama mti uliokuwa umesimama imara kwa misimu, ukikumbatia upepo, ghafla ukakata mizizi katikati ya upepo mkali. Kimya kilitanda uwanjani. Ni kimya ambacho hakihitaji maneno kueleweka. Kilikuwa kama pazia jeusi lililoshuka juu ya ndoto za mashabiki waliokuwa wametegemea kuona mwanga mwingine wa ushindi ukizaliwa. Wenzake walimzunguka kama ndege wanaozunguka kiota kilichoanguka, kila mmoja akiwa na macho ya maswali yasiyo na majibu. Je, ni muda mfupi tu wa maumivu, au ni wingu zito lililokuja kufunika mwanga wake kwa muda mrefu zaidi? Pacome, yule aliyekuwa akicheza kama kalamu iliyoandika historia uwanjani, ghafla akawa ukurasa uliopinda kabla hata hadithi haijakamilika. Kila mguu wake uliowahi kucheza kwa furaha sasa umeonekana kubeba mzigo wa kimya kuliko kelele za mashabiki. Mashabiki wa Yanga walibaki kama wasafiri waliopoteza dira katikati ya bahari. Kelele zao za kawaida zikabadilika kuwa pumzi nzito za huzuni. Kwao si tu mchezaji aliyeumia, ni ndoto iliyokwaruzika, ni taa iliyotetereka katikati ya giza. Historia ya michezo huandika kwamba hata vile vinavyoanguka huweza kusimama tena, vikikuza mizizi zaidi kuliko awali. Leo Pacome si tu mchezaji aliyejeruhiwa, ni simulizi ya ukimya uwanjani, ni shairi lisilo na mwisho. Pole Pacome Zouzoua, uwanja umenyamaza, lakini mioyo bado inakuombea, na katika kimya hiki tumaini bado linapumua.